Bwana Yesu asifiwe sana. Leo ikiwa ni siku ya kumbukizi ya kuzaliwa kwake Bwana wetu Mwokozi Yesu Kristo, ni siku ya Christmas. Nina neno ambao natamani kuongea na wewe. Nina mambo kama matatu hivi ambayo nafikiri yatakuwa ni muhimu sana, na nimesikia moyoni mwangu kwamba nikushirikishe. Na tunapokumbuka juu ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo, tutazame kama historia, lakini tunatazama kama ufunuo, kwa sababu tukitazama kama historia hatutaweza kupata kitu cha kutusaidia, lakini tukilitazama tukio hilo kama ufunuo inaweza kutusaidia. Na kwa sababu hiyo ninayo mambo kadhaa hivi ambao natamani kukueleza. Jambo la kwanza, tunalipata kwenye kitabu kile cha Mathayo, ile sura ya 2 na ule mstari wa 2. Maandiko yanasema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Sasa ukisoma maandiko haya inakueleza kwa wazi kwamba Yesu alizaliwa kama mfalme. Kwa sababu maandiko yanasema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Inataka kutueleza kabisa vile malaika alivyowatokea wale mamajusi, alivyowatokea wale ambao walikuweko pale wakaiona ile nyota. Malaika aliwaambia kabisa ya kwamba ni mfalme wa Wayahudi anayezaliwa. Sasa katika jambo hili tuna mambo fulani hivi ambayo tunayaona. Jambo la kwanza ni kwamba Yesu alizaliwa kama mfalme. Kwa hiyo Yesu alizaliwa akiwa na hatima ndani yake. Alizaliwa akiwa na kile ambacho kitakachokuja kutokea baadaye, vile ambavyo atakuwa baadaye. Ukisoma maandiko hapo unaelewa kabisa, sio kwamba Yesu alikuwa anajitahidi awe mfalme, lakini alizaliwa kama mfalme. Na hii inataka kutueleza ni kwamba kwa Yesu alikuwa hawi mfalme, bali alishakuwa mfalme kwa sababu alizaliwa mfalme. Sasa iko hivi, ukiwa mdogo bado ni mfalme, ukiwa mtu mzima bado ni mfalme. Mfalme ni mfalme. Hii inataka kutueleza kwamba mwanadamu anazaliwa akiwa na hatima ndani yake, na sio kwa sababu anatakiwa kuwa hatima yake, bali anazaliwa akiwa na hatima yake. Kazi yake mwanadamu duniani ni kuhakikisha ya kwamba ile hatima yake inaonekana. Kwa hiyo wewe ndani yako umezaliwa ukiwa na hatima tayari. You have already become, kwa kuwa tayari umeshakuwa hivyo. Hiyo ndio hatima yako. Kwa hiyo wako watu ambao naongea nao wakati huu katika siku hii ya Christmas. Ulizaliwa ukiwa ni mwalimu wa neno la Mungu. Umezaliwa ukiwa ni nabii. Umezaliwa ukiwa ni mtumishi wa Mungu. Umezaliwa ukiwa ni mfanya biashara. Ni hatima yako kama Yesu vile alivyozaliwa mfalme, na ndivyo alivyokuwa. Na kitu cha ajabu ni pale ambapo unaona kabisa ya kwamba Yesu alipozaliwa watu walikuja kumsujudia. Kwa hiyo hawakuogopa kwamba huyu ni mdogo, hafai kusujudiwa, ila walienda kumsujudia hivyo hivyo, kwa sababu falme ndani yake ulikuwa unadai kwamba aweze kusujudiwa. Kwa hiyo hata wewe ulizaliwa ukiwa na hatima yako, na ile hatima yako ndio ambayo unatakiwa kuifunua kwa ulimwengu, na watu waone kwa nini ulizaliwa mtu wa namna gani. Na ukiendelea mbele unakuja kuelewa kwamba Yesu alikufa pia kama mfalme. Kwa hiyo alizaliwa kama mfalme, aliishi hivyo na akafa kama mfalme. Hata wewe unatakiwa
uzaliwe ama umezaliwa kama hivyo hatima yako, na inatakiwa ufe kama hatima yako. Umezaliwa kama mwalimu wa neno la Mungu na utakufa kama mwalimu wa neno la Mungu. Umezaliwa kama mfanyabiashara, umezaliwa mfanyabiashara na utakufa mfanyabiashara. Hii nataka kutueleza jambo moja, ni kwamba unazaliwa kwa kusudi, utakiwi kuliacha kusudi, na kwa kusudi lako katika maisha haya unatakiwa lifike mwisho. Na wakati huu nataka uone kabisa ya kwamba mwanadamu anaishi kwa kusudi, alizaliwa kwa kusudi, anaishi kwa kusudi, na atakufa kwa kusudi. Na jambo la pili tunalipata katika kile kitabu cha Wafilipi, ile sura ya pili, kuanzia ule mstari wa 7 hadi ule mstari wa 9. Maandiko yanasema, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya utumwa, akawa mfano wa wanadamu. Tena alionekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekesha akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Akamkirimia lile jina linalopita kila jina. Sasa ukisoma maandiko haya yanakueleza ya kwamba Yesu alizaliwa akachukua mwili, na nafikiri ndilo jambo ambalo kila sehemu duniani wanashindwa kuelewa, inakuwaje ya kwamba Mungu amekuwa mwanadamu. Na maandiko yanatueleza ya kwamba Mungu aliuvaa mwili. Mungu aliuvaa mwili na akaja duniani. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa na sababu zake. Alikuwa na sababu zake, na tutaona hapo baadaye, lakini nataka uone ya kwamba vile ambavyo maandiko yanatueleza kwamba Yesu alivaa ule mwili, na maandiko yanasema ya kwamba Yesu alikuwa mwanadamu kama sisi. Sasa wengine wako wanasema kwamba Yesu alikuwa nusu mwanadamu alafu alikuwa nusu Mungu. Hapana, Yesu alikuwa 100% mwanadamu na 100% Mungu, kwa maana ya kwamba wanadamu wake ulikuwa ni wanadamu kamili, kama vile wewe unavyojisikia, vyote unavyojisikia, ujue kabisa Yesu pia alikuwa mwanadamu namna hiyo. Tabia zote za kibinadamu Yesu alikuwa nazo, lakini wakati huo huo Yesu alikuwa ni Mungu 100%. Na hii ndiyo ambayo inatueleza vile ambavyo Mungu alimetupenda sana upeo. Sasa Mungu kuacha enzi yake akaamua kuingia katika mwili. Hiyo tunaona kiwango cha unyenyekevu kilicho kikubwa sana. Na maandiko yanasema alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alinyenyekesha akawa mtii wa mauti. Uko mtaani utasikia watu wanasema this guy is humble down to earth. Hiyo ndio wameitoa kwa Yesu, vile ambavyo aliacha enzi akaja down to earth, akaja katika ulimwengu huu. Hicho ni kiwango kikubwa sana cha unyenyekevu, na maandiko anasema akashuka chini kiwango cha kufa, tena ni mauti ya msalaba, tena ni mauti ya mateso. Sasa wote tunaelewa kwamba Yesu amekuja kufanya kuwa kielelezo katika maisha yetu, na hii inatueleza vile ambavyo tunapaswa kuwa kielelezo, na kwa sababu Yesu ametufanyia yeye kielelezo. Sasa wako watu wengi sana ambao wanatamani kuwa kama Yesu katika utukufu, ila hawataki kuwa kama Yesu jinsi ambavyo yeye aliishi.
Na kitu kimojawapo kwa Yesu alichokifanya ni vile ambavyo alijishusha akanyenyekea sana. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba Mungu alimwazimisha mno, akamkirimia jina linalopita majina yote. Sasa watu wengi sana wanatamani kulitumia jina la Yesu, wanatamani kupata urithi katika Kristo, wanatamani kuwa na utukufu kama wa Yesu, lakini kwamba wakiambiwa wajifunze unyenyekevu wanagoma. Kwa nini? Kwa sababu wanafikiri wanaweza wakaupata utukufu wa Yesu bila kuwa na njia kama zile za Yesu. Ukweli ni kwamba kama huwezi kuwa kama Yesu katika mateso yake, katika njia zake, huwezi kuwa sawasawa na Yesu katika utukufu wake. Na ikiwa unahitaji utukufu ule ambao Yesu alipewa na Baba yake, basi lazima ujifunze kuwa na hali ile ile ya unyenyekevu ambayo Yesu alikuwa nayo. Mtu wa Mungu, jifunze kunyenyekea, jifunze kunyenyekea. Tena narudia tena, jifunze kunyenyekea, na Mungu wa mbinguni ataweza kukubariki, na Mungu wa mbinguni utaona vile atakuinua, atakujaza jina lako, ataliinua jina lako, na maisha yako yatabadilika kabisa kabisa kabisa. Na jambo lingine ambalo natamani kuzungumza na wewe, hili ni jambo la tatu. Hili ni jambo la tatu. Jambo la tatu ambao natamani tulitazame kwenye kuzaliwa kwa Yesu ni jambo hili. Kitabu kile cha Luka sura ile ya 2 mstari ule wa 11. Maandiko yanasema, maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Na katika mambo yote ambayo nimeyazungumza, hili ni jambo la msingi sana. Maandiko yanasema katika huo mji wa Daudi Mwokozi amezaliwa kwa ajili yenu. Na hii naweza nikasema ni kwa ajili yetu. Mwokozi wa ulimwengu, Mwokozi katika dhambi, Mwokozi katika mateso, Mwokozi katika mambo yote ambayo yanatokea duniani, lakini Mwokozi katika hali mbaya ya dunia tulionayo. Maandiko yanasema Yesu Kristo ambaye ndiyo Kristo Bwana amezaliwa. Mtu wa Mungu, nachotaka kukueleza hapa ni kwamba natamani ukilisikia neno hili upate mwanga ndani yako ya kwamba Mwokozi wa maisha yako amezaliwa. Amezaliwa na aliishi hapa duniani na akafa akafufuka tena, na yote hayo aliyopitia ni kwa ajili yetu sisi sote. Na maandiko anasema huyu aliyezaliwa ni Mwokozi. Sasa hii nataka kutueleza ni kwamba watu wote duniani wanaalikwa waje kwa Mwokozi huyu. Na kwa nini? Kwa sababu amezaliwa kwa ajili yetu sisi sote, ikiwa ni pamoja na wewe ambaye ninaongea nawe wakati huu. Mtu wa Mungu, nachotaka nikueleze hapa ni kwamba Mwokozi aliyezaliwa amezaliwa aokoe maisha yako. Swali la kujiuliza ni kwamba kwa nini uendelee kuteseka wakati Mwokozi alizaliwa kwa ajili yako? Kwa nini uendelee kupata tabu wakati Mwokozi amezaliwa kwa ajili yako? Kwa nini uendelee kubakia katika dhambi wakati Mwokozi alikufa kwa ajili, alizaliwa kwa ajili yako? Na kuendelea kubakia katika hali yako na wakati Mwokozi alikwisha kuzaliwa na akaweka kila kitu kwa ajili yetu, inaonyesha kabisa vile ambavyo unakataa vile ambavyo yeye alikuja duniani. Leo hii ninakualika uje kwa Mwokozi, uje aokoe maisha yako, umpokee awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako,
aoshe na kuziondoa dhambi zako, anakusamehe kabisa na unakuwa na maisha mapya. Aokoe maisha yako kutoka katika vifungo vyote vya adui ambavyo amekufunga navyo. Akuokoe katika taabu za maisha ambayo tuko nayo. Akuokoe kutoka kila aina uharibifu wa kipepo. Akuokoe kutoka katika majini yanayokutesa. Akuokoe kutoka katika adha ambazo zinaharibu maisha yako. Maandiko yanasema Mwokozi amezaliwa kwa ajili yako. Wako watu wengi wanatamani maisha yao yasaidiwe, lakini hawakimbilii kwa Mwokozi, wanakimbilia kwa wanadamu. Maandiko yako wazi kabisa ya kwamba wokovu unatoka kwa Bwana, na wokovu hauko kwa wanadamu. Wokovu hauko kwa mganga, wokovu hauko kwa mwanadamu yoyote, wala wokovu hauko kwa mizimu, wokovu hauko kwa mapepo, bali wokovu uko kwake Kristo Bwana. Leo hii ninakualika, ni jambo gani linalokutesa? Mungu anasema njoo, kwa sababu Mwokozi alizaliwa kwa ajili yako. Sijajua ni magonjwa, Mwokozi alizaliwa kwa ajili yako. Ni tabu katika biashara, Mwokozi alizaliwa katika kwa ajili ya maisha yako. Iwe ni uraibu wowote unakusumbua, addiction inakusumbua, Mwokozi alizaliwa kwa ajili yako. Leo hii natamani niombe na wewe, Mwokozi huyu aliyezaliwa kwa ajili yako aingie katika maisha yako, na utaona vile ambavyo anabadilisha maisha yako. Ikiwa Yesu amezaliwa, basi na mambo yasaliwe kwa upya, kwa sababu yeye anaingia katika moyo wako, na utaona vile ambavyo Mungu anabadilisha maisha, kwa sababu watu wamemruhusu aingie katika maisha yao. Natamani niombe kwa ajili yako. Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya wote wanaonitazama, wananisikiliza siku hii ya leo. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninaomba kwa ajili ya kila mmoja, na nguvu zako zipate kuwa juu yake. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu wa milele, ukatazame kila mmoja haja ya moyo wake, ukatazame kila mmoja mahali anakopitia, na nguvu zako zikapite kwake katika jina la Yesu. Ukamwonyeshe wema wako, ukamwonyeshe fadhili zako, ukaonyeshe ukuu wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ni katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, mkono wako wenye nguvu ukasimame kwake katika jina Yesu. Ukamwokoe katika jina la Yesu. Katika vifungo ukamwokoe, katika tabu ukamwokoe, katika majini ukamwokoe, katika yale mapepo ukamwokoe katika jina la Yesu Kristo. Kuanzia leo iwe ni salama katika jina la Yesu. Ingia katika maisha yake kwa jina la Yesu Kristo. Na wewe ambaye leo natamani kumpa Yesu maisha yako, unaweza ukanifuatisha maneno haya, na utakapokiri Yesu anaingia katika moyo wako. Sema, Bwana Yesu, ninanyenyekea mbele zako, nimetambua makosa yangu, lakini leo hii ninatubu kweli kweli. Unisamehe, unirehemu, unitakase, unisafishe katika jina la Yesu Kristo. Ingia ndani yangu, ninakupokea uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kuanzia leo mimi ni mtoto wako, na Roho wako Mtakatifu ameingia ndani yangu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Ikiwa umefanya pamoja nami sala, unaweza ukatuandikia kupitia namba ambayo itakuwepo kwenye skrini yako, na Mungu akubariki. Basi uwe na Christmas njema. Yesu Kristo amezaliwa.